Wananchi wametakiwa kufuata utaratibu wa muhimu wa chakula ili kuweza kudhibiti vihatarishi na kuzuia madhara ya kiafya ambapo yatasababishwa na chakula. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya usalama wa chakula duniani, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ZFDA Salum Seif Salum na hapa anazungumza juu ya maadhimisho hayo na siku hiyo. Kwa upande wa Zanzibar, licha ya maendeleo yaliyopatikana katika kuboresha usalama wa chakula, bado kuna changamoto. Ongezeko la vyakula vya mtaani vinavyouzwa kiholela bila ya uzingatiaji wa kanuni na taratibu za usafi duni kwenye masoko, na mnyororo mzima wa uzalishaji na usambazaji wa chakula unahitaji uangalizi wa karibu na matumizi ya maarifa ya kisayansi kupunguza madhara na kuhakikisha chakula ni salama. Ndugu wananchi, ili kukabiliana na hali hii, sayansi inapaswa kuchukua nafasi kuu katika kudhibiti, kuchunguza na kuzuia uchafuzi wa chakula. Teknolojia za kisasa hutumika katika uchunguzi wa chakula ili kuweza kutambua vihatarishi kwa haraka zaidi na kuzuia madhara kwa mlaji. Tafiti za kisayansi husaidia kubaini mbinu bora za uhifadhi wa chakula ili kuzuia uharibifu na madhara ya kiafya. Nadhani sote tunashuhudia ongezeko la maradhi ya saratani kwa wadogo na watu wazima, wake na waume. Takwimu ziko juu kabisa zenye kutisha. Kwa hivyo sayansi pia inachangia kubuni mbinu za kudhibiti kemikali hatarishi na kuboresha miongozo ya usalama wa chakula inayohakikisha chakula kinachomfika mlaji ni salama. Ndugu wananchi, kwa muktadha wa Zanzibar, Wakala wa Chakula wa Dawa ZFDA imeendelea kuchukua hatua thabiti kuhakikisha chakula kinachozalishwa na kinachoingia nchini kinafuata viwango vya usalama wa vyakula vya kitaifa. Sikuchosheni, napenda kutoa wito kwa jamii kwa jukumu la kuhakikisha chakula salama si la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu. Wakulima wanapaswa kutumia mbinu bora za kilimo ili kuhakikisha mazao hayachafuliwi na kemikali hatarishi. Wazalishaji wa chakula wanapaswa kufuata viwango vya usindikaji salama wa vyakula. Wafanyabiashara wanapaswa kuhakikisha wanauza vyakula vilivyo na ubora unaohitajika, na walaji wanapaswa kuwa makini katika kuchagua vyakula vinavyofuata viwango vya usalama. Kwa upande wake, Mr. Charles Kimambo, mtaalamu wa lishe shirika la chakula ya kilimo FAO, anazungumza juu ya maadhimisho haya na matarajio yao. Zima la usalama wa chakula tumeendelea kulipa kipaumbele kama shirika lililochaguliwa kusimamia masuala haya kwa ujumla katika masuala ya Codex Alimentarius, katika viwango vya usafi, katika viwango vya kutambua vihatarishi vya sehemu zinazohitaji udhibiti wa hali ya juu, yani hazard analysis and critical control points. Tumesimama mahali hapo katika minyororo ya thamani ya chakula. Zana hizi ambazo nimeziongea mahali hapa, GHP na HACCP, zipo katika tovuti ya FAO na zinaweza zikasaidia sana wazalishaji wa zao la mwani iwapo kama zitatumika. Aidha, FAO pamoja na WHO tumechapisha ripoti ya wataalamu kuhusu usalama wa chakula katika zao la mwani, na pia tumeweza kutoa nyaraka mbalimbali kuhusu mustakabali wa usalama wa chakula, ambapo ukiingia kwenye tovuti ya WHO, ukiingia kwenye tovuti ya FAO, unaweza ukazipata kwa karibu. FAO pia inaendeleza dhamira yake ya kutoa webinar mbalimbali kuhusu usafi wa viwango na kutambua vihatarishi vya sehemu za kuzalishia na kuhifadhia au kudhibiti swala zima la
usalama wa chakula, hasa katika mazao yanayozalishwa kwenye maji. Hapa Zanzibar, FAO kwa kushirikiana na serikali na wadau wa maendeleo tumeweza kuboresha zao la mwani kuanzia uzalishaji wake na hata kuweza promote katika swala zima la matumizi yake, na utaona sasa hivi matumizi yake hata katika nchi yetu yanaendelea kuongezeka siku hadi siku. Mipango iliyoko mbele yetu kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo, tunatarajia kukarabati maabara 4 kwa ajili ya usalama wa chakula na afya ya mimea hapa Zanzibar. Asante. Tunatarajia kukarabati bandari ya Malindi, bandari ya mkoani Pemba, bandari ya Wete na uwanja wa ndege wa Mheshimiwa Abeid Amani Karume ili kufanya maboresho na pia tutafanya maboresho ya mwongozo wa utoaji wa vibali vya usafi na wa mimea inayoingia au inayotoka katika nchi yetu. Naye kaimu mkurugenzi idara ya udhibiti usalama wa chakula Zanzibar, ndugu Hadija Ali Sheha, anazungumza juu ya matarajio yao waliojiwekea katika kuwashirikisha wanafunzi juu ya kutambua vyema afya usalama wa chakula. Tunatakiwa tuhakikishe kuwa chakula tunakitunza katika hali inayotakiwa ili kisiweze kutuletea madhara au kisiweze kutuletea maradhi. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa sababu tumeona wanafunzi wameanza kwa kutuonyesha, kwa sababu Zanzibar sasa hivi tunazungumzia uchumi wa blue na tumejikita kwenye masuala ya mwani. Tumeona FAO wametusaidia, kila chuo kimetakiwa kifanye uwasilishaji wa njia za ubunifu wa namna gani tutaweza kuzalisha mwani vizuri na namna gani tutaweza kufanya uwe bora zaidi na uwe na usiweze kuleta madhara na tupate uzalishaji wa wingi. Tumeona vyuo vyote vimejaribu kushindana, bado hatujapata matokeo ya majaji, lakini tunaona wameainisha njia mbalimbali za kuboresha ule uzalishaji wa mwani, mwani ambao ni salama kwa matumizi yote, iwe ya chakula, iwe ya dawa, iwe ya vipodozi. Kwa hiyo kwa leo jambo letu kubwa hasa litakuwa ni mashindano, na kama mnavyoona tunaita ni Food Safety Days Quiz Competition 2025. Kwa hiyo by end of the day tutakuwa tushamjua mshindi wetu ni chuo gani. Tuliona vizuri kuinvolve vijana kwa sababu wao ndio taifa la kesho, na wao ndio wajue mahitaji ya nchi ili baadaye ije kusaidia nchi ifike pale tunavyotaka, ili tufikie malengo pia ya rais wetu mpendwa Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya chakula duniani, usalama wa chakula, sayansi kwa vitendo. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini bila kusahau nyuma ya kamera ni Madina Omar.